Yo, what up, it's your boy Don Cheza, all the way from Cheza Roho. Na leo mazee niko na super talented man, superstar. Kijana ameiva mzee kwa uandishi. Yeah man, na leo niko naye hapa tunazungumzia mawili matatu kuhusu industry ya Kilifi. Atajitambulisha, naona mnamjua tu mwanangu. Ama vipi? Inakuaje mzee baba? Fresh kabisa. Wanakuita nani? Sadim hapa, sound like somebody in the sound like somebody. Msao waseni wakali sana mazee, kwa sababu kuna ngoma yao fulani inaitwa Mapangale. Ni ngoma imetrend, ni ngoma iko vizuri, inaendelea vizuri sana katika kaunti ya Kilifi, Mombasa, Nairobi. Hiyo ngoma imeshika bro. Na leo mimi nimeamua kumuita Sadim sound like somebody, tuongee mawili matatu kwa Kilifi. Sound like somebody. Kuna issue mbili tatu nataka kuzungumzia hapa, tuweke wazi mafans wetu, mashabiki wetu. Unaona, kwa sababu tunagundua watu wanakutumia vibaya bro. Watu wanakutumia vibaya na watu wako talented wanakutumia vibaya sana. Unaona? Kwanza nikuulize, sasa uko kwa management? Yeah, niko kwa na management yenu mwanangu, kuna kitu yote yenye sewa na wafanyia tunasubiri kama kwa management tunatarajia vitu vingi. Okay, mwongozo wote huwa ni ratiba zote mwenye. Sasa kuna videos nyingi, hata ukianza kusema saa hii kuna mambo bado hamjaona, hiyo itakuwa ni uongo. Saa hii kuna video mbili ambazo zimekuwa mimi ndio sijaangalia. Pengine kuna video moja inaitwa Mapenzi, saa hii like iko na 10 days, like iko like 2 na alafu kuna ingine ya Spooky Macp, ya Sep Gang pia ambao ni recently one ambao venye tunaongelelea. So hizo ndio kazi mpya ambazo ziko dropped. Alafu uko bado uko kwa management moja na kina Mikahunda, Timatsi, huyu ito nani huyu hapa kama Darasa au msee Trillionaire. Yeah, Trillionaire. Bado mko kwa management moja pia? Wale hatuko kwenye management moja bro. Those are other guys, those are like friends ambao wanga best yake manager sana, but sasa sisi hatuna ile ukaribu na hao. Cheko kuna kazi yao na pia sisi tuko na kazi yetu, lakini pia wana sponsor wana kama manager wenu. Sijajua zaidi kuhusu hiyo. Ningine ningetaka kukuuliza, ulianza muziki rasmi kama lini mzee? Kwa sababu uko moto sana bro. Ya muziki wako ulianza lini? Ukajua kabisa mimi kama Sadim, mimi kama sound like somebody ni mwana muziki sasa? Okay, mimi like after kumaliza high school ndio naanza kuwa serious. Na after high school ndio naanza kurecord. Yeah, so like hapo awali kuna mdogo wangu anaitwa Move, hapo unamjua? Namsikia, Move ni mkali sana. Yeah. So before mimi tayari Move alikuwa tayari kwa kwenye industry. Like alikuwa kwa group moja na TD, Team Donche. Nakumbuka mimi mwenyewe ndo nilimpeleka Move TD hiyo time, nikakutana na Benasi na Master Ali, like hiyo time ndo nikawa show up kwamba mdogo wangu uko na sanaa. So that time mimi nilikuwa sijajihusisha sana katika sanaa, but nilikuwa katika uigizaji, mambo na drama. Yeah. So Sadim, kuna vitu vinaendelea Kilifi ambavyo haviniridhishi mimi kama Don Cheza, na pia kuna wasanii wengine kina Trixie, kina Vegan Dandy, kina DJs kama DJ Ranks, a lot of artists ambao ni wanangu, ambao hivyo vitu pia mimi natumai viwaridhishi. Unaona? Kuna kitu inaitwa Kilifi Rising Star. Kiusema kweli wewe si rising star, wewe ni star. Hii Kilifi Rising Star bro, waweza nieleza ni kitu aina gani, kwa sababu mimi sijaelewaga bro. Okay, katika uelewa wangu mimi nilielewa kwamba Kilifi Rising Star search ni ya kutafuta wasanii ambao bado hawana uwezo wa kurecord. Alafu pia wanatokea mashinani. So hiyo time walikuwa wanaangazia wasanii ambao bado hawajajulikana but wako na huo uwezo. So saa hii sielewi, manake nakuta kila msee amejipeleka hapo ndani,
alafu mwongozo wao pia bado sijaupenda. Kwa sababu unaona, kwa sababu gani nimekwambia sijaelewa? Wakiwa wanatafuta rising stars, unaona kuna watu ambao ni majaji bado hawajakuwa mastar. Kuna mtu ni msanii, Sadimu, wewe unaimba, wewe ni star, umetembea mbali, watu wanakujua, unaona, na pia watu wanakufahamu kazi zako bro. Uwezi kuwa judge wakati wewe bado hujakuwa star mzee, unaona, na hata mziki wako watu hawajaanza kutambua sana, wewe huwezi kuwa judge, bado wewe ni rising star, unafaa kushika mkono uende mbali, unaona. So mimi nakuta katika ile rising star majaji ni kina Chibudi, kina Moscow, kina Confuser J, kina nani Dogo Rich. Those people bado hawaja make it kwa life bro. Hakuna venye wanaweza kuwa majaji katika ile kitu. My suggest is, ambayo ninaomba pia wewe niambie unaionaje, my suggest is ilikuwa wanafaa kumleta kama BN Calligraph, watu hata msanii mmoja kutoka Tanzania anaitwa kama nani ile yule msee ndio naingia sasa, all eyes on me JD, unaona, wase kama wale, cause wale ni ma legend sasa. Lakini hao uwezi enda mahali msanii anakujaji ni Chibudi, Dogo Rich, bado waja make it. Au unaonaje hilo swala? Okay, katika upande wangu sikatai, manake hao tayari walikuwa wametutangulia kwenye sanaa. Lakini tuige mfano mzuri kutoka kwa wenzetu Tanzania katika Bongo Star Search yao. Exactly. Hakuna msanii ambaye ndio main judge. Like judges ni wakongwe ambao tayari kwenye game walikuwa before. Ushaona? Master J. Madam Rita, ushaona? Sasa yani wale ni wakongwe, yani like tayari like before ninge kwenye muziki au tayari walikuwa wanaimba, wamekuwa ma producer. So pia sisi nasi cheki tungeiga mfano, tungeenda tafuta watu ambao tayari wame experience sanaa nini na cheki like sanaa like imewakuza. Ushaona? Hatuwezi anza kuchukua wasanii wenzetu ambao like bado wanajitafuta like bado ni wadada hoi kama sisi like kama like, sisi wewe ushameke bro, unataka kujua listen up. Sasa shida kubwa like ni kwamba leo like cheki uko busy na mimi hapa tunapiga story, alafu baadaye like kwenye event fulani mimi ndio judge. Sasa utafikiria huu cheki ni mchezo ambao tayari ni game, watu chongo la hela. So like mimi mwenyewe like upande wa judges bado sijaridhika, ndio maana sikuoni kabisa katika hiyo zoezi inaendelea. Lakini pia kuna hii issue yenye ilitendeka ya Mtalibani ambaye ni mtu ambaye sasa hivi watu wanamtambua. Mtalibani ni msanii ambaye anashika sana Kisauni, Mombasani, unaona, alikwenda pale kwa Kilifi Rising Star na akatolewa na watu wamemkubali street. Mtalibani ni mkali na alitolewa pale, judge alikuwa Chibudi, Dogo Rich, Confuser J na ndani. Yani unakuta ni kitu gani chenye walifanya mtoe yule bamdogo? Okay, mimi on my side sidhani kama Mtalibani pale mahali like alifaa kwenda, sababu yeye tayari yuko na stage name, yuko na brand, mimi sikufichi hiyo nini yake. But ule ukweli kabisa, Mtalibani za star bro, manake kila mmoja yuko na style yake ya kuimba. Ndio maana mimi siwezi enda mahali nikaenda kwa control, imba hivi imba vile, manake hata naweza kuja na style fulani maybe nanungunika lakini nikatrend. Ushaona? So Mtalibani nano katika muziki wake yuko right, manake like anaongelea vitu from the street, reality life bro. So venye like walifanya on their side, kama ni sawa, but Mtalibani asingeenda bro, kwa sababu watu ukiangalia namba za Mtalibani katika mitandao ziko juu kushinda za Chibudi, kushinda msanii yoyote hapa Kilifi. Siwezi kufananisha na nyinyi, Sep Gang mko juu. Zetu ziko mbali. Lakini kiukweli Chibudi mwingi Mtalibani, Confuser mwingi Mtalibani kwa namba zake za TikTok, YouTube, unaona? Na wanaenda kumtoa. Iliniuma sana ama ilinishangaza kama Don Cheza ambaye
mimi namkubali Mtalibani kwa sababu Mtalibani anafanya kazi safi. Kazi yake inapendwa na watu. Sijasikia ngoma za Chibudizi zikiimbwa mtaani bro. Sijasikia hizo ngoma zikiimbwa mtaani. Sijasikia Confuse J mbali na bango bro. Ndio watu wa RAP zikiimbwa mtaani, hizo utazisikia tu matangani ama harusini. Sijasikia ngoma za Dogo Rich zikiimbwa mtaani kama za Mtalibani. Exactly. So Mtalibani alikuwa hafai kwenda pale mahali, lakini kwa sababu alienda kuonyesha kipaji chake. Unajua watu pia kuna changamoto kama msanii unaweza pitia, na ukaona hii channel imekuja, acha nijaribu bahati yangu. So pia bado yuko sawa upande wake, lakini wale majaji walivyomtoa, mimi naweza sema wewe jaji ulimtoa Mtalibani, sio mkali pia wewe. So ulikuwa unafaa kumkubali Mtalibani, maana ni mwamba, ni mtu ambaye amependwa. Na zaidi tutaongea tena zaidi kuhusu hii story, lakini kwa sasa niko na Sadimu hapa, naomba toa kidogo tu, yani kitu anahisi kuhusu industry ya Kilifi, alafu tutazidi kuongea ama vipi? Kwambie Kilifi industry iko vipi bwana? Okay, sasa Kilifi kila mmoja yuko moto, by the way. Kila mmoja anajisikia kwamba yeye ni artist. But fanya mziki ambao wewe mwenyewe kuna kitu unapata ndani ya huo mziki. Usianze kufanya tu mziki sababu kuna watu wanafanya mziki na kama uko hivyo basi utatumika. Wewe ni ule mtu okay, wewe njoje ukatendrize, njoo check watu wakufahamu kwamba wewe ni artist, yona ni uongo bro. Wewe kama ni msanii bro, jiamini unaweza, na katika sanaa yako bro, mtu wote asiwahi kuitumia bure. Kilifi